Na nasema one term, wakati ambao bado tunatafuta mtu ambaye ata replace President William Samoei Ruto. Lakini kama mtu ambaye ana replace William Ruto eti ni Kalonzo Musyoka, eti Eugene Wamalwa, mimi nimekuwa na hao watu mahali. My friend, hao watu ni planless, formless, hata wajielewi. That's why unaangalia jana Gen Z wamepanga mambo yao mzuri, wanaamka saa 11 eti wanaingia parliament kuweka. Very much. Kwa majina anaitwa Oscar Kiplagat. Na wengi mnajua mimi ni mtu ya one term. Nasemanga one term. Lakini mmajiuliza nasemanga one term kwa nini? Wewe mtu mwenye unasema one term, unajua the reason why unasema one term? Ama wewe unaimba tu kwa sababu Boniface Mwangi anaimba, kwa sababu Oscar anasema one term, kwa sababu Mevi Kaoko anasema one term, na hao activist wakubwa na viongozi wengine wakubwa kwa hii nchi? Mimi nasema one term. Nataka nianze na hapo, alafu nitaingia kwa mambo ambayo imefanyika jana, ambayo sisi wote tumekasirika. The reason why Oscar Kiplagat anasema one term ni because haoni development. Haoni development kwa region yake. Mimi naongeanga kwa watu from my region. Na hakuna ubaya yote mimi nikisema watu wa Rift Valley hakuna project inaendelea pale. The same to people of Nyanza. Vijana kutoka Nyanza, Gen Z kutoka Nyanza wakisema hakuna development in their region, mtu asisikie vibaya. Mimi nasemanga one time again because of my governor, because of my MP, my Senator Mandago, my MCA. Nasema one time kwa sababu hakuna kitu wanafanya. Na nasema one time wakati ambao bado tunatafuta mtu ambaye ata replace President William Samoei Ruto. Lakini kama mtu ambaye ana replace William Ruto eti ni Kalonzo Musyoka, eti Eugene Wamalwa, mimi nimekuwa na hao watu mahali. My friend, hao watu ni planless, formless, hata wajielewi. That's why unaangalia jana Gen Z wamepanga mambo yao mzuri, wanaamka saa 11 eti wanaingia parliament kuweka maua. Let me tell you Kenyans, let us be honest. These activists, commercial activists, the likes of Boniface Mwangi, yes, the likes of Anifa, yes, the likes of Mevi Kaoko, yes, the likes of wako wengi sana akina Nyakundi, wana incite wa Kenya, wana incite vijana eti waelekee katika government premises, alafu wakiwawa eti mnataka tuseme justice. Wa Kenya mmeangalia jana tumekuwa na maandamano, kumekuwa Mombasa peaceful protest, in Uasin Gishu County, my county, kumekuwa na almost 98% peaceful protest. Ukiangalia Western Kenya kumekuwa na peaceful protest. Hapa Nairobi mimi nataka niwaulize, tulia wewe. Mimi naongea yangu, utakuja uongee yako. Mimi mambo ya psychophancy sipendi. Mimi nataka kujua kwa nini mnatafuta justice na mnachoma court. Mnataka hii justice yenu Mungu atoke juu awafanyie. Mimi nauliza honest question. Mnachoma police station, alafu mnahitaji ati mwende mreport kuna wezi pale wanadunga watu visu. My friend, let us be honest. Let us be honest with our country. We love our country. Hii maneno nyinyi mnaangalia tu wenyewe. Watu ambao wamekuja kuiba vitu ya wananchi. Na mimi a day before yesterday niliwaambia kwamba mtu yote ataonekana akiingia kwa premises ya mtu akiiba vitu, akipigwa risasi, mimi Oscar siwezi sema justice for that guy. Huyo ni mwizi. Na hata sisi tunaishi kwa vibanda tunajua mwizi anapigwanga mawe. Kuanzia kwa Biblia, mwizi anapigwa mawe. Hata hao polisi yetu sana walituhurumia sana vijana. Because ni watu wengi sana wangekufa wakati serikali inajaribu kuprotect mali ya mfanyabiashara wa hii nchi. Sometimes tukue honest. Mimi leo hapa nataka justice kwa ule polisi ambaye alipigwa. Nataka justice ifanyike kwa ule polisi ambaye aliuawa. Unajua sometimes tunapiganga hapa kelele ati justice kwa raia, justice kwa raia. Ni pesa yetu wananchi ndio inalipa hawa maaskari. Ni pesa yetu. So ukiona askari mmoja anapigwa risasi anakufa pale Thika, my friend, hiyo ni taxpayers yako. Hao watu wanawadanganya mambo ya justice na mnaangalia finance bill ishapita na hiyo ndio inawatoa pesa kwa mfuko. Kenyans, mnachezewa mchezo ya town.
Na serikali tafadhali, hii mchezo ya town tunaijua. Hiyo mambo yenye mnafanya, sisi vijana tunauliza accountability. Tunaenda kukuja tukiuliza mambo ya accountability na mambo ya corruption kwa hii nchi. Hii mambo tunajua mtaua watu wengi ndio tuanze kuimba tukikuja kwa street. Ifike 2027. Mimi nimeangalia, nilitangaza hapa juzi Mr. Speaker, candidate wangu wa 2027 alternative option. Kama si Ruto ni Fred Matiang'i. Lakini Fred Matiang'i ile kitu nimeangalia, vijana wanaanza kupigania nchi, alafu wanatokea kwa dirisha ati president we need negotiation. My friend Matiang'i, wacha kudanganya wa Kenya bwana. Wacha kudanganya wa Kenya. Mimi ndamaliza hivi nikisema Ruto must go. Mr. President, Mr. Speaker, nikisemanga Ruto must go, mimi naona nyinyi nadhania ati ni must go home. Mimi hii si ati mimi kigeugeu. Lakini ile kulingana venye nimepima. Bunge power. Lazima tuambiane ukweli. Kama ni kusema tu. Wewe oda. Unajua mimi naongea kitu yenye inajua. Mr. Speaker, mimi hii Ruto must go. Mimi nataka aende kwa sababu hakuna kitu anafanya. Lakini kama ni mchezo ya kukuja kuibia watu vitu ati Ruto must go na mnapanga kuibia wafanyabiashara, mimi ndasimama nyuma ya wafanyabiashara wa Mlima Kenya na hao wafanyabiashara. Kama unahitaji hata bandit wa kuchunga biashara, mimi niko tayari kuwaleta. Hamwezi haribia wafanyabiashara vitu. Mungu awabariki sana.